Karibu katika News Roundup juma hili. Mwezi ni wa 9, juma ni la pili. Mimi ni Videlis Moshoge. Tukianzia na News Roundup juma hili, nitaanza na taarifa ya Rais William Samoei Ruto ambaye alifungua mkutano wa African Climate Summit ambao ulifanyika katika jiji kuu la Nairobi, ambapo marais wa Kiafrika walihudhuria hafla ile ambayo ilifanyika katika jumba la kimataifa la KICC, ambapo wamezungumzia mambo mengi kuhusu vile ambavyo watangazia na kuangalia masuala ya tabia nchi. Ministers, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good morning and welcome to Nairobi. It's called the Green City in the Sun. Welcome to Kenya and welcome to the Africa Climate Summit. Rais William Ruto pia siku ya Alhamisi alifunga mkutano huo ambao ulihudhuriwa na viongozi wengi wa Kiafrika katika jiji kuu la Nairobi, jumba la KICC. Let me also volunteer some additional information that Kenya, a few kilometers from where you are seated, scientists, including myself as a scientist, discovered and located the earliest remains of man on Earth. In other words, this is where humanity began. Baada ya mkutano wa tabia nchi katika jiji kuu la Nairobi pale KICC kufungwa, rais alielekea katika nchi ya Tanzania, mahali ambapo alikuwa hudhurie mkutano wa chakula katika ikulu ya Tanzania. Wakenya wamezungumza kuhusu hotuba yake, wakati ambapo aliunganisha na kuzungumzia kuhusu chama cha upinzani Azimio la Umoja wa Kenya katika hotuba yake. Kwa taarifa yako umerudia Azimio. Hao watu walikuwa na azimio. Sasa nikapata kidogo wasiwasi kwa sababu kule kwetu azimio ni mambo mengine. Azimio ni chama ya upinzani, kuna fujo kweli. Tukiachana na taarifa ya rais, kituo cha AAR ambacho ni cha matibabu kimefungua tawi lake la 25 katika kaunti ya Kisii, hafla ambayo ilihudhuriwa na gavana wa kaunti ya Kisii na kuahidi kwamba watafanya kazi ili kusaidia afya ya Wakisii kwa ujumla. Kituo cha matibabu cha AAR kilizindua rasmi shughuli za matibabu mjini Kisii kwenye hafla iliyohudhuriwa na gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati, ambaye aliwakaribisha rasmi kushirikiana na kaunti ya Kisii. Meneja mkuu wa AAR Elizabeth Wasuna alisema kuwa kila mwanadamu ana haki ya matibabu ya msingi, na kwa sababu ya kupanuka kwa mji wa Kisii kwa kiwango cha juu na vile serikali ya kaunti ya Kisii kuzingatia zaidi sekta ya afya, waliamua kufungua kituo hichi cha 25 mjini Kisii ambacho kitatumia teknolojia ya kisasa. We are very excited to be launching our 25th medical center here in Kisii County. This marks our first entrance into Kisii County, and we are very honored with the endorsement and we realize that Kisii is not in the roadmap. And looking at the county itself and the population that is here, our services are duly required. So this is really a pull from our clients that we must be present in Kisii County. Most importantly, we acknowledge the focus that the county itself has on healthcare,
and we are quite glad and happy to come and partner with a county that shares the same vision as ourselves. Mkurugenzi wa utawala wa huduma za matibabu, afya kwa umma na usafi wa mazingira katika kaunti ya Kisii, Robert Ombasa, vilevile alionyesha furaha na kukaribisha kituo hiki cha afya ili kishirikiana na serikali ya kaunti ya Kisii kupeana huduma za matibabu kwa wananchi. In this partnering of the public-private partnership, they are coming in handy to offer health services to the people of Kisii County. Kiongozi mmoja kwa jina Stephen Obiri ambaye ni kiongozi wa shirika lisilo la kiserikali katika kaunti ya Kisii amemkosoa gavana wa kaunti ya Kisii Simba Paul Arati kwa kusema kwamba walikuwa wametarajia kwamba atafanya kazi nzuri katika uongozi wake, lakini amesema kwamba kumbe umdhanie ndiye siye. Jina langu ni Stephen Obiri, kiongozi wa Civil Society Organization hapa Kisii. Nimefika hapa kumjulisha Mheshimiwa Simba Arati kwamba tulitarajia kwamba kucha kwake uongozini kungetuletea manufaa na tofauti, kumbe msitu ni ule wa wanyama wakali. Sasa hivi mji mzima unanuka takataka kila mahali, na tunashukuru serikali kuu kwamba hawachachelewa kutoa mgao wa pesa za county. Licha ya hiyo tunasikia hata wafanya kazi hawachalipwa pesa zao sasa karibu miezi 7. Pesa zinaenda wapi? Arati yako na mipango gani ya kutumikia pesa ya umma? Au na yeye ameingia katika ule utapeli wa mtangulizi wake ambaye alianzisha miradi mbalimbali kama factory ya matoke haikutokea, factory ya parachichi haikutokea, factory ya sukari haikutokea, licha na mambo mengine maovu. Yeye anafanya nini? Sisi kama civil society tunatoa onyo kwake. Kama mchi wetu utabaki kunukia na kutapakaa na takataka kila mahali, kunukia hiyo ufundo mbaya, basi tutachukua hatua, hata kama ni kumchukua at public interest, kumchukulia hatua za kisheria ili afanywe forensic audit, mgao wa pesa za serikali zimeenda wapi. Asanteni. Tukifunga na kumalizia news roundup juma hili ni taarifa kuhusu kijana mmoja kutoka eneo bunge la Bonjari ambaye inaonekana kwamba asma yake ya masomo inaendelea kugwama baada ya mfadhili kukosa kufadhili masomo yake. Hii ni baada yake kupata alama ya A kutoka shule ya upili. Ni taarifa ya kijana mmoja kutoka kijiji cha Mugori, eneo bunge la Bonchari, mwenye umri wa miaka 18 ambaye azma yake ya masomo imefika mwisho licha ya kufanya vyema zaidi kwenye mtihani wake wa kitaifa wa kidato cha 4. I did KCC at St. Joseph's School Rapogi and I managed to get an A-plane of 83. So she said kuna mwenye alikuwa ananisaidia up to form 3. Then she became sick and she was not able to continue kunisaidia. So we talked to the principal, akasema atatuachilia, then tutaona way forward. Geoffrey Isaboke alisomea shule ya St. Joseph Rapogi, ila aliyekuwa mfadhili wa masomo yake ya sekondari alipata shida na kutia kikomo kwa ufadhili wake. Hii ilimwacha na deni kubwa shuleni. Bado kuna fiko pending around 60,000 tunafaa kulipa. Alafu pia kuna pesa nyingine pia ile kwa 10k ya motivation pia bado tujalipa. Jacqueline Wamboi ambaye ni mamake Isaboke alieleza shida zilizowakumba tangu Isaboke alipoingia shule ya sekondari hadi alipomaliza, ila wamekosa njia ya kumpeleka chuoni. Niko baere story umana asobwengi mano yoge kira korta mtema ya class 8 ikanyorete 380. Huyo mtoto alipofanya mtihani wa KCPE alipata alama 389. Nikaamua nimpeleke shule ya hapa nyumbani, lakini nilipoongea na watu wakanishauri nimpeleke katika shule ya upili ambayo aliitwa shule ya Rapogi. Wakati huo nilipata mfadhili ambaye alimlipia karo kuanzia kidato cha kwanza mpaka kidato cha 3. Kwa bahati mbaya mfadhili aliugua na hakuweza kumlipia karo.
Mtoto alifukuzwa shuleni akiwa kidato cha 4. Nikaenda shuleni nikaongea na mwalimu mkuu akamkubalia akarudi darasani akasoma. Baada ya kufanya mtihani wa KCSE alipata alama ya A. Ameitwa kufanya kozi ya udaktari na upasuaji katika chuo kikuu cha Nairobi ila sina namna. Naomba serikali pamoja na wasamaria wema kujitokeza, na muomba mbunge wangu Charles Onchoke na muomba gavana wangu Simbarati wajitokeze wamsaidie huyu mtoto asome. Urasukiuga kine neringa abe kagonkonya umwesimi waitu Onchoke umwando Simbarati gavana yaito machogu gakina achira simore nkorera motigo mwana ogaki abere isiko tigagenda genderere na masomae akore mne birengereri bya ibire. Isaboke amejaribu kuomba ufadhili kwa mashirika mbalimbali hadi kumwandikia barua Rais William Ruto ila hajafanikiwa. Sasa wanaomba msaada kwa wahisani ili aendelee na masomo yake ya chuoni. Don't have help, but tumejaribu, nili apply scholarship ya government na help, but bado answers hazijatoka kwa kila mtu. So hata hivyo, hata ikikuja ile yenye watasaidia iko sure kuna yenye tabaki tutakuwa tunalipa. So I don't think we can still manage it because itakuwa bado burden nyingine. So I was saying if there is someone outside there anaweza saidia at least. Okay, personally mimi venye nilijaribu I try hata kuandika mail kwa head of state asking for help, nikaattach hiyo document ya nini, but still not getting anything. So if someone go willing to help, you can show us some mercy. Edwin Mokaya, Agr Kisii. Tukutane juma lijalo katika news roundup. Mimi ni Videls Mashoke. Kimbia upande wa Google Play Store, App Store, pata application yetu ili uzidi kupata vipindi vyetu vyote ndani ya Agr News TV.